maisha. Tani anatuvimbia kajiona kamaliza. Kwanza ana jambo dogo amejawa sala. Peta wa kihaya yeye amepanda dao. Anapenda sifa mta mzima wanamjua. Analitikisa jiji zima wakijua. Oh jamani, mpera mpera huku mtaani. Mpera 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 huku mtaani. Mpera mpera oh jamani, mpera mpera huku mtaani. Mpera 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 huku mtaani. Mpera mpera oh jamani, mpera mpera. Wananiletea mambo ya kujua nao. Sasa unaenda wapi lakini? Nakwambiaje? Nimeongea na mjumbe. Kanipa go ahead. Wale kenge kamgisha bila kumbania kumwekea serious. Au huwezi kutoka pale na yeye iko free mapema kabla hata hajaamka. Mimi natia. Muonea huruma mwenzio, ana mtoto mdogo yule. Ukimwonea, nimemwonea huruma bado hajaoa. Nikamwonea huruma kaoa. Nikamwonea huruma miezi inaenda. Ile nyumba mamangu nimejenga kwa sababu ya kuweza kupata kipato. Na mimi nadaiwa ada ya watoto waende shule. Natia kufuri. Wewe muonea huruma mwenzio, ana mtoto mdogo. Wewe mume wangu. Na huyu mwanaume akiliamua la kwake, hakuna anayeweza kumzuia. Aisha. Chandimu. Za masiku. Sio masiku, miaka. Bwana kiongozi, na changamke. Haina shida. Sasa ndugu yangu mwenye nyumba, wewe ni mtu mzima, umenielewa? Vitu vingine vinakuwa vinazungumzika, umenielewa? Mimi nina mtoto mdogo huyu hapa, kama labda umuone huyu mtoto wangu. Sasa huyu mtoto unadhani sasa hivi mimi naenda naye wapi? Nisikilize. Mimi ni kama ningekuwa nimejenga majengo naangalia mwenye mtoto, nani ana mtoto, nani ana nini. Wewe nimekuvumilia sana. Sasa hata kama umenivumilia, lakini maisha sinabidi yaendelee. Kuna kupata na kukosa. Wewe unadhani leo hii kwamba mimi nategemea baadhi ya watu waniwekee mipango yangu sawa? Unafikiri hiyo hela mimi nitaitoa wapi? Nataka kuja mambo mawili. Unanikoromea, unanigombeza, unanionya au unanielimisha? Ina maana ndio leo mara ya kwanza kuelewa sauti yangu naongea vipi? Sasa twende hivi. Nimekuvumilia pindi huyu mtoto bado mkeo ni mjamzito. Ndio. Akajifungua. Mtoto anatembea, bado anavumilia kodi yangu. Hata utakuniambia bado asubiri asome. Sahi. Msema shikamoo babu, msalimie. Shikamoo. Marhaba, jambo mjukuu. Tusamee babu. Jambo mjukuu Mwambie tusamee babu. Babu haya sasa, haya mtoto malaika, huyu ni malaika ujue. Haya kakuomba msamaha. Haya tufanye mimi ujanisamee, malaika kakuomba msamaha. Nisikilize bwana mkubwa, sababu nisikilize. Nini? Ngoja kwanza nikuonyeshe. Ngoja wewe. Nini? Hivi wewe mzee unachukulia? Nitakufunga. Unanichukuliaje? Nitakufunga sasa. Unanifunga kwenye lipi? Nakwambia nitakufunga. Yaani unanifunga kwenye lipi? Yaani nyumba yangu unanipigia kwangu. Sasa sikiza. Sikuzamee tena niachie. Sikuzamee tena. Hii nilikuwa na nani? Tulikuwa tunaonyesha. Umekaa vizuri mimi. Umekaa vizuri nafikiri. Tokea huko. Sikutegemea kama nitakutana na wewe katika haya maeneo. Ndipo unapoishi huko? Mbele kule. Na hicho ulichobeba ni nini? Ndio biashara yangu. Natembeza mboga mitaani. Hiyo ni kwa ajili ya mbuzi? Hapana. Kwa ajili ya binadamu, si mboga za majani. Vegetable. Sisi kwetu tunaita vegetable. Ebu, nimefurahi sana kukutana na wewe leo. Wapo tujipelekeze, mimi mkorofi. Mwanzo nimecheza vita. Sasa mzee, si vinazungumzika? Vinazungumzika vipi bwana? Si vinazungumzika? Wewe mwanao. Chai ya njoo. Sasa hivi si vinazungumzika? Vinazungumzika haya, mtoto hata kuhurumia mtoto kusema ni mtoto mdogo. Niko busy, niko nje ya muda kidogo kwa sababu kuna biashara nyingine natakiwa niziwahi. Jioni na safari naelekea Canada. Ningependa kupaona ambapo unaishi na kuachia namba yangu ya simu ili mradi tuwasiliane pia. Haina shida. Twende. Sawa.
Karibu nyumbani. Nashukuru sana. Na mbona vyombo vipo nje? Nice, mwenye nyumba alikuja kudai kodi yake. Maana amefungwa na kufuli. Ndio maana vitu vipo nje. Tatizo lako la kodi nitakusaidia. Nitashukuru sana. Chengine tena, ukiwa na shida yoyote, just call me, nipigie. Sawa. Nipigie. Naelewa mchango wako kwenye maisha yangu, kwa sababu bila wewe ex wangu nisingepata uchungu wa kutafuta maisha bila wewe kunipa maumivu. Nimefurahi kusikia hivyo. Hili ndo godoro lako? Ndiyo godoro langu. Ex wangu umeibika vibaya wewe. Okay. Huwa sipendi kutembea na cash. Tumia sana Visa card. Ni 2.5. Asante sana. Nitakusaidia. Asante sana. Utanipigia. Ila kusema ukweli umepauka. Umepauka mama. Mwanangu huyo. Sasa mwanangu njoo. Sasa hizi. Salama, haya vipi? Mwenye nyumba kaja hapa, nimezozana naye sana. Tumeshikana mpaka tumepigana, ukiangalia hata huyo mtoto kaumia, kamsukumiza huku. Umenielewa? Hapo kodi inahitajika. Ndio ulipe pesa za watu. Yaani umekaa tumejikalisha kila siku, mimi nikahangaike huko, nikatembeza mboga zangu, ndio tule. Wewe unakaa tu hata kodi na kushinda, haki yako kufungiwa huo mlango. Sasa hata kama ni haki yake, huu utaratibu wa wapi? Upo utaratibu wa design hii. Tafuta kazi nayo ufanye. Mwanaume mzima anajikaisha nyumbani, kodi yetu tutaipata wapi? Mimi nina cheti cha PhD, siwezi kutafuta kazi nikalipo mshahara wa 200,000. Hivi unadhani cheti changu mimi nimekipandia daradara kusema kwamba natoka hapa naenda Kariakoo au natoka hapa naenda IFM au naenda Mlimani City pale Judaism? Hiki cheti nimekipandia ndege miaka hiyo. Tiketi euro 2282. Sijaweka hapo gharama ya upangishaji wa nyumba. Sijaweka gharama ambayo nilikuwa nalipia chuo. Sijaweka gharama ya kuhitimu, kufanya sherehe, mavazi yale majoo. Mimi nimezunguka leo kote, biashara ngumu, mzigo ndo kama usideuza mboga hata moja. Basi achambue tu yale, sasa tutafanyaje? Eti achambue tu yale. Yaani baada ukao katafute kazi za chambua matembele tu yale. Hauna hata aibu. Mwanaume wa ovyo wewe. Wewe ndo wa ovyo. Hivi mke wangu una shida gani? Na shida gani wapi bwana? Una shida gani? Toto mdogo. Hii hela umetoa wapi sasa? Sitaki maswali. Hela chukua kampe mwenye nyumba. Sasa inabidi ninjue kama mwanaume. Hela hujauza hata fungu hata moja. Alafu leo unakuja na shilingi ngapi umeitoa wapi? Hii hela napeleka kwa mwenye nyumba, atakuja imetoka wapi? Nataka nijue imetoka wapi. Imetoka kwa mwanaume mwenzio. Ndio jibu ndo kulitaka. Hii hela imetoka kwa mwanaume mwenzio. Kalipe kodi kwa mwenye nyumba. Hela imetoka wapi? Hela imetoka wapi? Kufanya kazi acha wanaume wenzao kuhudumie. Yangu. Sasa hivi. Karibuni. Asante za hapa. Shoga yangu acha tu madanga amekaa hata simu azipigwe. Mboga ndo kama zile. Nisevie tu. We. Meseni kama lote. Mwali wangu, pole. Mtoto wangu. Ujambo? Tuachane na. Shoga. Simkana cha ndimu. We, cha ndimu. We. Shoga ipolele lele, sijui unanielewa? Shoga yangu. Cha ndimu yule yule namjua mie. Cha ndimu yule, sio cha ndimu huyo. Sijui unanielewa? Huyo kaja kitambi hiko. Ninapokuambia kanilipia kodi, sijui unaelewa? We. Ndo nimempa lebo genazi akampe mwenye nyumba.
Chandimu huyo najua mimi zamani. We haya shoga yangu, ninapokuambia hapa kuna kinamba kanipa muda wote mwaka wote, nikiwa na shida nimtafute. Sasa umpigie. Shoga yangu leo. Sasa mtu anaondokaje na funguo kama hela yenu ni umewapa? Mama najiringisha kibanda kile na mimi mwenyewe muda wote vile nilivyokuwa navyo, nilikuwa navyo 20 vile. Sema tu masuala ya kilimo kininifelisha, nimeenda kukopa hela benki, mwisho wa siku benki imekuja kuchukua nyumba zangu. Lakini mimi nilikuwa na hela shemeji. Hebu subiri kwanza. Mbona unaongea sana we baba? Sio kuongea sana. Alafu kitu kingine sasa ambacho mimi sikielewi. Najiuliza wewe ulimpendea nini yule mwanaume? Hayo hayakuhusu. Namna, ujue wewe ni binti mzuri shemeji. Nikwambie. Yaani binti mzuri kiasi kwamba hadi Isha yule umemzidi. Kinachombeba shepu tu ile lakini hana sura yoyote. Umenielewa? Kwa hiyo sasa hadi mke wangu ninavyokuambia wife wangu umemzidi wewe mwenyewe. Sasa kwa nini? Hebu subiri kwanza. Maana naona unaongea sana. Kwa sababu ya hiyo hela yako tu ulioleta leo ndio unatupigia sana makelele. Sasa naongea sana. Haya, ina maana hizo sio hela. Ingekuwa sio hela mngekuwa mnapiga makelele mnataka kodi. Alafu kitu kingine. Sasa wewe ile nyumba ukaibula ya kwako. Ya kwangu kivipi toka zako? Nisikilize sasa. Wewe yule mwanaume. Wewe unafanya nini? Sasa nimefuata nini? Ina maana si nimefuata funguo yangu. Funguo wapi? Kodi ulipi? Kodi gani? Nani? Sogea huko. Ngoja. Sogea huko. Wewe vipi unalaza damu mwanamke? Ninapokujua simu huna. Sasa nikwambie. Ngoja. Unalazaje damu? Mtoto wa kike. Mba shoga yangu ndio leo. Shoga yangu. Chandimu mtamu. Ninapomjua mimi shemeji yangu, kama unaambia ana hela akakulipia kodi, basi mtamu. Wewe. Acha kujika. Halo. Yes, hello. Sasa hizi. Safi, nani mwenzangu? Mimi Aisha. Aisha Mishevu. Hii namba ya nani? Hii namba rafiki yangu. Niambie kipenzi. Sasa nakusikiliza. Unakaa wapi? Unapakumbuka pale tulipokutana? Mbele kuna mtaa wa Jengauza. Napafahamu. Ukifika utaona gari ndogo limepaki nje. Ndo hapo. Sawa. Karibu sana. Sasa je, ona kana bwege jinga mindefu tu ndo faida na macho yale. Oya. Sikia nikwambia, achana na habari za mboga. Ngoja katumbukize mboga ndani, tuondoke. Sasa hivi sikashakuelekeza vizuri, mimi nimekusikia vizuri tu. Umenielewa ndugu yangu? Sina kwambia kitu. Ngoja nikwambie kitu kimoja. Kamshano hama. Tikuama. Wampelewa. Tikuama. Ndio imanyi nyenjunga jombe kesaki. Ukajombe kesaki na maana kubaki. Subiri kwanza. Mrumna wawe. Wewe kumdhalilisha mbele ya mkazi wangu. Ongeeni Kiswahili bwana. Sasa ananidhalilishaje mbele ya mke wangu? Kanitoa nje ananipiga na bakuli mimi. Wewe kunteze bakuli. Unasikia ngoja tupizane siko sawa. Unasema kuna sehemu inahitajika vikao vya umma vinahitajika. Naomba vya UN. Naomba nani? Alafu nilikwambia mimi dawa ya mshipa naijua shemeji. Haya mambo kukaa hivi amevaa misuli. Ndio maana anaongea sana. Umeelewa? Uwezi kupata haki yako ya ndoa, huyu ana mshipa. Haya kuhusu. Kama nilivyosema, hapa ni nyumbani kwangu, lakini sio mkaaji sana kwa sababu mimi nina nyumba nyingi. Nina nyumba Kijitonyama, nina nyumba Mbezi na nina nyumba pia Masaki. Kwa hiyo hapa huwa nakuja mara moja sana nikiwa tu na shughuli zangu za huku wilaya ya Temeke. Karibuni sana na mjisikie mko nyumbani. Asante. Haya, mimi niko ndani. Karibuni sana jamani. Karibu. Asante. Wewe. Nyumba usiachilie, acha ujinga. Hii nafasi yako ya pili. Usichezee. Au umempenda yule bwana Midevu? Mjumbe. Mheshimiwa. Mjumbe. Karibu. Kwema, karibu. Za kwako. Mungu anasaidia. Vipi wewe? Mimi namshukuru Mungu kwa kweli, napumua bila ushuru. Japo sijaumbwa kunguru. Upo sahihi.
Mjumbe, unajua kesi yangu niliokuwa nayo na Mr. Karokora. Yule mwenye nyumba wangu yule. Hiyo naijua. Sasa kuhusu jambo zima la kodi. Kuna muda fulani nilitoka nyumbani. Nilimwacha wife pale, nikasema kwamba kwa sababu nimepata kiasi kidogo cha fedha nikamlipe mwenye nyumba wangu. Ikabidi nichukue kiasi cha fedha kile, nilivyoenda kwa mwenye nyumba wangu nikamwachia kile kiasi. Lakini kabla ya kutoka nyumbani kidogo nilitarafiana na mke wangu. Lakini sasa kwa sababu mimi mke wangu namjua ni mtu wa makesi. Kesi za ndoa anazileta sana hapa. Nikaona hapa njia pekee kwanza kabisa atakuwa ameenda kwa mjumbe huyu. Sasa nikwambie shoga yangu. Kama nafasi ya kwanza umeipoteza, hii nafasi ya pili. Unaona mwenzako na danga. Haya, wewe unapenda ile jua kali, upo na beseni lako kichwani. Matembele mchicha, wewe unapenda. Shoga yangu sio hivyo. Na ule bwana Kamugisha mimi nitamwachia. Kamugisha ndio nani? Shoga yangu kumbuka ni mume wangu. Wewe naye unapenda umaskini eh? Kumbe nyota yako yapundwa. Bibi, kaa hapa alia mtoto wako. Sikushauri urudi kwa Kamugisha. Kamugisha hana lolote. Ana mbele wala nyuma pale alipo. Wewe ndio umlishe. Uuze mchicha matembele, wewe ndio umlishe. Acha ujinga. Chukua mtoto. Ingia ndani, shoga yangu. Wewe jidangishe. Ukae umjengo. Una mjengo. Sasa shoga yangu nimekuelewa. Sasa hapo ndo ninapokupendea. Tegemea mambo mazuri. Udugu. Kwanza handsome. Pia mtoto mdogo. Upo nyonyo? Wewe tena. Bibi kazia. Lea danga ule. Sasa hivi nakulea wewe. Sio ule Kamugisha mimi ndevu tu. Mimi nimesomea sheria. Umeelewa? Nilichukua degree ya kwanza huko Uholanzi ya sheria. Kwa hiyo sheria kituo kwa kituo naelewa kwamba hiki kituo kinafuata hiki. Kwa hiyo napendaga kufuata sana mwongozo kuliko kufanya maamuzi. Na ndio maana napenda sana sheria. Yaani mimi ukinileta kwenye jambo la sheria, hapo tutapigana mpaka kila mtu atapata haki yake. Jambo la kwanza nikupongeze sana. Kwa sababu ni vijana wachache wenye uelewa kama wewe. Japokuwa unaonekana kama ni muoga lakini upo sahihi. Huwezi kwenda sehemu yoyote kufuatilia tukio kama hilo la upotevu wa mkeo kabla kuanzia na ngazi za serikali. Nikupongeze kwa kufika kwangu. Asante. Nikupongeze kwa hilo. Asante sana. Ila nikuulize, kwa rafiki yake kule umeenda yule Amba? Sasa hizi. Salama. Uko vizuri? Uko vizuri kabisa. Za kwako? Za hapa? Poa kabisa. Sasa shemeji, mimi nimekuja hapa na jambo moja. Kidogo nilikuwa na wife pale nyumbani. Kuna mambo kidogo yalitokea ya hapa na pale, lakini nikasema anyway, acha maisha yaendelee. Baada ya hapo sasa nilitoka nyumbani kwenda kwa mwenye nyumba wangu kulipa kodi. Nilivyorudi nyumbani, mke wangu na mtoto wangu sijawakuta. Umenielewa? Lakini nikawaza kwa haraka kwa sababu hawa watu nimewaacha hapa. Na je, wameenda wapi? Ikabidi nitoke pale niende kwa mjumbe. Mjumbe, huyu mtu kaja huku kafika. Kwa sababu yule haishiwi kesi naye. Tukizozana kidogo mara kwa mjumbe, tukifanya hivi mara kwa nani? Nilipoenda kwa mjumbe ananiambia huyu mkeo hajaja. Umenielewa? Sasa nikaona sehemu nyingine ya pili ambayo huyu huwa ni kimbilio lake. Ni wewe hapo kwako, shoga yake. Umenielewa? Kwa hiyo nimekuja kuulizia, wife kafika hapa? Wife. Yaani unafuga ndevu na hayo macho yako. Wife wako akupende, si ndio? Sasa kwa taarifa yako, wife wako ana mpenzi wake wa zamani. Tena na bonga la jumba. Nimelushuhudia mwenyewe kwa macho yangu. Unajua ana jumba. Alafu sikia umesikia? Ana gari zuri huyo. Sikilize. Afi iko smart. Sikilize, usinitoe akili. Mimi na wewe hatuna utani hata siku moja, umenielewa? Hatujawahi kutaniana. Sitaki kutaniana na watoto wadogo, umenielewa? Mke wangu yuko wapi? Ndio nakwambiaje? Hapa ninapokuambia mguu huo. Mimi mwenyewe utamani nafanya kazi ya kudanga tu na utamani ile nyumba alofikia rafiki yangu. Kwa hiyo umemchukua kwa bwana? Nazungumza wewe. Kwa hiyo umemchukua kwa bwana? Usinipige mimi bwana wangu. Sasa nisikilize nikwambie, nitakudunda hivyo. Ninachokitaka sasa hivi nipeleke kwa huyo mwanaume aliko. Nikupeleke pipi? Wewe chini. Kumbe unijui. Nyanyuka. Umwalijaisikia? Nitakupiga. Mwanamume.
Nimekwambia ninakuja muda si mrefu. Weka bilioni 1 mezani tufanye biashara mkuu. Yaani wewe ndiye shoga wa mke wangu, umemtoa hapo na nitakupiga kofi. Unaniambia ujue alipo. Hizo milioni 60 mimi ni za nini? Nimekwambia nafanya biashara kuanzia milioni 600. Wewe mpuuzi nini? Nini? Yule ndo nini aniongea? Milioni 60 ni hela ndogo sana kwangu mkuu. Okay, kama imefika milioni 100 niingizie kwenye account. Ndo mke wako kanasa pale long time pale. Kumbe pale. Yaani pale. Ngoja kwanza. Wewe. Ila kama haijafika milioni 100 siwezi kufanya hiyo biashara. Milioni 100 wapi? Hem, tulia mtoto mdogo. Wewe. Nakupigia. Wewe. Nakupigia. Wewe bwana mdogo. Kwa hiyo umetafuta wanawake humu mtaani ukaona mwanamke wangu ndo bora kwako, au sio? Yule ni mke wangu alafu nimefunga naye ndoa, umenielewa? Yaani masuala ya kutoka huko unapotoka, unakuja kwa mke wangu, unajifanya wewe ni mjanja, na vierera vyako vya kipumbavu, unalingia hichi kigari hiki. Hivi gari vipo? Haya, una gari ya kutumbukia, ungekuwa na gari ya kupanda au ungemiliki mali ambazo nilikuwa namiliki mimi. Nakwambia unaangalia kwenye kio hizo pigo za mademo, umenielewa? Hayo masuala unashusha kiona jiangalia lipsi, mambo ya wanawake hayo. Hebu ingia kwenye point. Point iko hivi. Aliyekwambia utoke hapa, umchukue mke wangu ni nani? Tuanzie hapo. Wewe Aisha umemuoa? Kwa hiyo sio mke wangu, sinaishi naye, nimezaa naye mtoto yule. Kamugisha, kama ulivyonipokonya mimi, na wewe ndio nilivyokupokonya. Kwa hiyo umepata viera vyako kwa kunitesa mimi, si ndio? Sio viera, sema pesa. Sasa nakupiga leo. Umenielewa? Yaani nakupiga na hela zako hizo. Cheza. Mpumbavu unakimbia, umeniona umekimbia. Ukimbia ndani wewe. Wewe. Toka. Nakwambia rudi. Sirudi. Wewe mwanamke, sikiliza nikwambie kitu kimoja, umenielewa? Maswala wewe unatoka ndani au unatoka nyumbani kwangu, umeniacha pale naenda kulipia kodi. Alafu unatoa miguu mosi miguu pili. Na mimi nilikuwa najiuliza, hii hela umeitoa wapi wewe mwanamke? Kumbe umerudiana na huyo ex wako mpumbavu mmoja. Kwa hiyo unasemaje? Sasa nataka turudi nyumbani. Sitaki na sirudi. Nitakuja kufanya kitu cha ajabu, dunia itanishangaa. Wewe mpumbavu na umaraya wako usio kuwa na maana. Wewe kama unataka kukaa hapa utakaa hapa na wewe peke yako. Naomba mwanangu niondoke. Sikupi. Wewe unaazimu nikupa mwanangu akateseke. Sasa akateseke vipi? Si mwanangu huyu. Sikupi. Wewe mshenzi, nisikilize. Mwanangu hawezi kulelewa na baba mwingine wakati baba yake niko hai. Umenielewa? Huyo mtoto kanizoea. Haya, nipe mwanangu. Sikupi. Nitakubanda mimi. Sasa ngoja nitakuonyesha kitu. Utanionyesha nini? Yaani nakupa masaa mangapi? Masaa 2. Umenielewa? Ngoja. Nimeumia. Wewe. Wewe umekuja kumfuata mtoto au? Mbona umekuja na mizigo? Sasa nimekuja na mizigo. Hiyo ilikuwa ni prank, nilikuwa na kuprank. Yaani hapa ndo nimehamia. Umenielewa? Hapa ndo nimehamia. Sio masuala ya kumfuata mtoto. Ndio nilikwambia kwamba namfuata mtoto, lakini niliona kwamba ili nikurainishe, nikuweke kwenye hali ambayo ni nzuri kwa sababu nakujua kichwa chako. Nakujua vizuri. Kwa hapa nimehamia. Wewe, nikwambie tu usiniharibie. Hapa kama umemfuata mwanao, mchukue mwanao uondoke. Alafu wewe nakuachia nani? Unaniachia nani? Hivi unajua wewe mwaya anaachika kirahisi rahisi. Wewe unajua mwaya anaachika kirahisi rahisi. Mimi sikuachi. Kama hapa mimi naondoka, ni wewe na mtoto. Mimi siondoki. Kula mchukue mwanao muondoke. Kula mchukue mwanao, yaani tunaondoka wote. Huyu sina anajifanya ana hela. Basi tule wote chakula. Naona unataka kuniharibia. Kuharibia? Unataka kuniharibia na mimi sitaki niharibie, sawa? Halo. Ya, matukio kama hayo kwa matajiri yamekuwa ni mengi sana. Kwa sasa hivi sihitaji mabodyguard. Kwa sababu tayari nimeshanunua bastora ndogo. Nitakuwa naitumia hiyo. Sawa. Vibali vyote ninavyo. Sawa. Karokola mishe zake za
mchongo, siombe upige tukio ukutane na kaloko. Juzi katika opo akarudi na bonge la toto. Ukiacha yote kuna huyu kamgisha, mtani anatuvimbia kajiona kamaliza. Kwanza ana jambo dogo amejawa zala, taita wa kihaya ye amepanda dao. Anapenda sifa mta mzima wanamjua, analitikisa jiji zima wakijua. Pamela mama mishe kutwa na saka miela, kaisiki naye kicheche wa mta.